Tapeli, tapeli, tapeli. Hi guys, so hii ni post yangu ya tofauti kidogo na post ambazo nimezoea kutengeneza. Hii post inahusu hii page hapa, inajiita Filba Shopping, Filba_shopping. Naombeni nitoe tangazo na warning kwa watu wote ambao watakutana na hii page. Ushawahi kukutana nayo, unafikiria ununue vitu kwa sababu anasema anauza jumla na rejareja. Ameshatapeli watu wengi sana. Ili swala limenifikia mimi sababu amemtapeli mtu wangu wa karibu sana hela yake ya biashara. Anasema anauza viatu na mkoba, page yake ameitengeneza vizuri kama hivi mnavyoona. Kwanza hawa sio genuine followers, ananunua followers. Kama mlikuwa mjui, unaweza ukanunua followers online ukaonekana kama una followers wengi, inaeka kama security fulani. Mtu akiona anakuwa na amani kwamba mbona ana followers wengi, anaweza kwa akawa yuko genuine. Lakini watu wananunua followers guys. Hawa ndo wale watu wanaoharibu biashara za online. Online business siku hizi imekuwa ni biashara nzuri. Wapo watu ambao kama kina sisi tumenyooka kabisa, dakika 0 unapata mzigo wako. Kama kuna changamoto yoyote tunawasiliana vizuri mpaka unapopokea mzigo wako. Lakini wako baadhi ya wafanyabiashara au sijui ndo matapeli kama hawa ambao wanatapeli watu wanaohangaika, wafanyabiashara wadogo wadogo. Mtu yuko zake mkoani huko, mtu yuko zake Dar es Salaam, ana kabiashara kadogo ndo anaanza, anasema instead of kuagiza mbali, au bado hajui jinsi ya kuagiza mbali, au tu yani anaona okay huyu naona, kwa sababu kwanza anavutia watu kwa kusema kila siku ana sale. Ukiangalia page yake kila siku yeye ana sale. Sawa, anavutia, unaweza kusema okay huyu ana sale na anauza vitu bei rahisi, ngoja ninunue. Usithubutu. Huyu mtu hapa ni tapeli. Na naomba nikuelezee kidogo jinsi anavyofanya utapeli wake, ili unapowasiliana naye uniamini maneno yangu kabla hata hujatuma hela. Namba yake hapo juu itakupeleka kwenye kuchat naye WhatsApp, utachat naye WhatsApp. Kwanza namba yake ya WhatsApp haipatikani. Ni namba tu ambayo unachat naye. Ukisha confirm order, anakuambia chagua kila kitu utakachochagua, atakwambia kipo. Hamna kitu ambacho atakwambia hakipo. Hata kama ukienda kwenye post za zamani, ukitaka try post za zamani atakwambia kitu kipo. Wewe ukienda kichwa una select, anakuambia ni kiasi fulani, anakutumia lipa namba. Lipa namba imeandikwa Filba Shopping kama ile jina la duka lake hapa. Unalipia. Ukishalipia, kama mnavyojua, muamala wa lipa namba hauwezi kurudisha muamala wa lipa namba. Ukienda umeenda unless huyo mtu mwenyewe aamue kukurudishia. Sawa? Alafu kuna ile kama umezuba anaweza hata akakupigia simu na namba yake sijui ndio hiyo ya WhatsApp au na namba nyingine. Kwanza anayeposti mkono unaonekana ni mwanamke, lakini anakupigia simu ni mwanaume, anakuambia kwamba bosi vipi tunafunga mzigo wako. Wewe utaona okay sawa, anakwambia lipia, unalipia. Ukishalipia ndio kimekulamba. Whether umenunua reja sijui pochi mkoba mmoja au viatu pea moja, au umenunua biashara umesema okay naona anauza bei rahisi, acha tu ninunue biashara, kitakuwa kimekulamba. Huyu ni tapeli, followers wake ananunua na ameshatapeli watu wengi. Anatapeli sana wafanyabiashara wadogo na wafanyabiashara ambao wako mkoani. Ni tapeli mkubwa na amezoea, yani ni professional tapeli kabisa. Mimi binafsi kwa sababu swala limenifikia, huyu mtu atapatikana. Yani atapatikana tu, na nitakuja kuwaambia kwamba amepatikana. Kwa sababu amekosea mtu wa kumtapeli this time. Yani amekosea. Amezoea kutapeli watu lakini ameenda kukosea, amemtapeli mtu ambaye hajajua kwamba ni mtu ambaye anaweza kumkamata. Huyu mtu atapatikana. Lakini tu natoa angalizo kwa watu ambao wanapenda kushop online, especially wafanya biashara wa jumla, kwa sababu anasisitiza sana kwamba anauza jumla. Au hata kama ni mfanya biashara wa rejareja, yani huyu ni tapeli. Atakupeleka WhatsApp, utachat naye, utachagua, baada ya hapo utamtumia hela. Ukishamtumia hela kimekulamba. Naombeni waambie, mimi ni nafanya biashara, natuma mizigo kokote kwa deliveries, kwa kutuma, lakini wapo watu kama hawa ambao wanaharibu biashara za online. Kwa hiyo kuweni makini sana sana sana, kwa sababu siku hizi hata followers watu wananunua. Kuwa makini sana. Ukitaka kujua kama nitapeli, kajaribu kucomment kwenye page yake. Ame limit comments. Huwezi kucomment kwenye page yake kwa sababu ameshatapeli watu wengi, mpaka ukitaka amezuia comments ili usiharibu page yake watu wakajua kwamba ni tapeli. Sijui kama kuna mtu mwingine alishawahi kushare kuhusu huyu mtu, lakini mimi leo ninashare kwamba huyu mtu ni tapeli. Amemtapeli mtu wangu wa karibu sana, na tunalifuatilia hilo swala na atapatikana. Lakini in the meantime nimeona nije ni share na nyie
kwa wanaofanya biashara, kwa wanaopenda kununua vitu rejareja, kwa sababu anaposti vitu vizuri na nini, lakini hana hivyo vitu. Ni tapeli. Ukitaka kwenda physical dukani ukiseme ukachague, anakuambia sijui wao wanadili tu na cargo, sijui wanatoa vitu kwenye cargo, yani kwamba huwezi, hana shop, yani anamaanisha kwamba hauwezi kwenda kuchagua vitu physical, ni kwamba ni lazima uchague tu akutumie au akufanyie delivery, na obvious lazima ulipie kwanza. Ukishalipia kitakuwa kimekuramba. Kwa hiyo kuwa aware na huyu mtu. Filba Shopping ni tapeli. Namba yake ya simu anayotumia ndo nitaiweka hapa pia, ambayo anachat nayo WhatsApp, na namba yake ya simu nyingine ambayo anaweza kukupigia nayo. Ukijichanganya usiposave hiyo namba kabla kwa sababu obvious muongea naye tunasema atanitumia, imekula kwako. Lakini namba yake ya simu anayotumia WhatsApp haipatikani, uweze kuipiga simu. Sisi tunaelewana. Of course you can track these people, lakini mpaka uwe na resources za kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo in the meantime, kuwa aware na huyu anajiita Filba Shopping. Hawa waliokuwa nao hapo sijui 17k followers sio genuine followers, watu wananunua followers, na amewaweka hivyo ili kupendezesha page yake, ukuwe na amani. Ukiona useme kwamba mbona ana followers wengi, atakuwa anaweza kunitumia vitu vyangu tu, ana reputation ya kulinda kwamba ana watu hawa, hajali na ni tapeli. Hana reputation yote ya kulinda, ananunua hawa followers, sio genuine followers, anatapeli watu wengi sana. Kwa hiyo naombeni mumripoti page yake huko Instagram, na naombeni mshare hii video, isambae kila mahali kwamba huyu jamaa ni nani, ni tapeli. Asante. Tunamshughulikia na tutampata na tutakuja kuwapa mrejesho. Na as you can see guys, kuna mdada ambaye huwa anaonekana kwenye posti za huyu page. Sijajua kama ni mtu ambaye anashirikiana naye kwenye utapeli au tu anachukua posti za huyu dada kutoka sehemu nyingine kuja kuposti kwenye page ili aonekane kwamba ni genuine, anauza vitu. I don't know. Lakini kama unamfahamu huyu msichana na labda anauza vitu kweli, yeye ni kwamba na yeye anatumika bila yeye kujua, naombeni mumfahamishe kwamba ataingia kwenye matatizo pamoja na huyu mtu ambaye atatrakiwa na atapatikana. Kwa hiyo naombeni, kama anashirikiana naye sawa, lakini kama hashirikiana naye basi awe aware kwamba yupo mtu anayetumia posti zake kwa ajili ya kufanya utapeli online, kwa sababu anatumia sura yake. Kama hapo iko hii video ambaye anaonekana huyu mdada. Kwa hiyo watu wakienda kukamatwa, ataanza kutafuta mdada ambaye anaonekana kwenye hiyo page. Kama hayuko aware, anatakiwa make it clear kwamba yupo mtu anatumia posti zangu, mimi sihusiki. Lakini yote hayo yatakuja kufahamika huko mbele ya safari. Ila for now, naomba mfahamu kwamba hii page ni ya tapeli, na anafanikiwa sana kutapeli watu wengi kwa jinsi alivyojitengenezea mazingira yake. Kabla hajakupata akakutapeli then akakublock, utaona anaposti kwenye stories kama kawaida kwamba hichi kipo. Utaona kama page yake iko very active. Akisha kupata pia mwanzoni akiwa anakudanganya tutakutumia receipt, tutakutumia, anaposti status kama kawaida. Ukimpress sana ndo atakublock, lakini page yake inaonekana iko active kama kawaida. Yani amemaster jinsi ya kucheza na akili yako ili akutapeli. Kwa hiyo kuwa aware of that. Yuko kwenye Insta story kama kawaida, yuko kwenye status stories kama kawaida. Be aware, this person here ni tapeli. As you can see here, ame limit comments kwenye page yake. Kwa hiyo huwezi kwenda kwenye page yake ukasema ucomment nitapeli. Na hii inadhihirisha dhahiri kwamba nitapeli. Why should you limit comments kwenye page yako ya biashara? Kwa hiyo in the meantime, akiwa anatrakiwa na atapatikana, atakuja kuwapa mrejesho kwamba anapatikana kwa sababu hilo swala linafanywa kazi. Lakini twende tukaripoti account yake ili asipatikane tena mhanga mwingine ambaye atajikuta kwenye mikono ya huyu tapeli. Asanteni. Na as you can see guys, anaposti vitu kama hivi, kuwapa viofa, sijui delivery bure, sijui leo kutuma mkoani bure. Anaweza kusema leo weekend kutuma mkoani bure, leo sijui juma ngapi kufanya delivery ni bure. Wewe unaona ofa nzuri ndo hii, lakini ni tapeli. Naombeni mumripoti, huyu mtu ni tapeli.